watazamaji, niwatakie kwanza amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Jambo ambalo limenifanya leo nizungumze ni kukumbushana tu, maana binadamu tumeumbwa kwa minajili ya kusahau. Inabidi tukumbushane ili tuweze kuangalia kama tutaweza kurekebisha yale makosa ambayo huwa yanatokea mara kwa mara. Na baadhi ya viongozi wa madini, nafikiri mtakuwa mmenisikia, baadhi ya walimu mtakuwa mmenisikiliza. Kama leo nazungumza, hichi kitu nimeshakigundua mara nyingi misikitini. Sio mara moja wala sio mara mbili, tena sio katika nchi moja. Nimeshakigundua sehemu kama nchi 3 hivi. Ndio maana leo nimeamua nikizungumzie. Kuna baadhi ya watu inabidi tusome, na katika kusoma kwetu tuulize maswali, kwa maana mambo ambayo tunayofanya katika ibada yanakuwa hayastahili. Elimu ni ya msingi sana. Sio uende msikitini haujui unachokwenda kukifanya. Hilo ni kosa likubwa sana. Nenda msikitini, mashallah, uliza maswali. Wale ambao wako na ujuzi, hudhuria madarasa, hudhuria vikao ili upate kuelewa zaidi. Mimi nilifika sehemu moja, nchi ya kwanza. Nilifika sala ya Ijumaa, ndo na kusudia katika sala ya Ijumaa. Utamkuta mtu anapewa appointment ya kwenda ofisini. Anaenda ofisini, kuna ofisi nyingine wanakuamrisha toa headphone. Kwa sababu ya nini? Kuna maswali ambao watakuswalika, wanafikiria kwamba ile headphone ambayo uko nayo inaweza ikasababisha, kwa sababu sasa tushakuwa ni katika teknolojia kubwa, huenda AI ikakupa nini majibu. Wanakwambia leta simu hapa, tia headphone hapa, unafanya mtihani. Sasa la ajabu ambalo linalosikitisha sasa, unapoenda mbele ya Mola wako, simu hautii chini wala headphone hautii chini. Na baadhi ya watu ni wasomi, na mkuta mtu kabisa anafunua siku ya Ijumaa, khatibu ashapanda mimbarini, iko na utubu, yamechukua msaafu, anafungua msaafu, yuko anasoma. Walimu zangu, tunaombeni madarasa sana. Aliyakuwa tunajua sauna ka elimu kachache, imamu akipanda wala khatibu akipanda mimbarini, kinachotakiwa wewe ukifanye msikitini kumsikiliza khatibu. Sio wewe ule khatibu amepanda iko na utubu, uko mzako msimu uko na chati, uko zako wewe msina msaafu eti uko nasoma. Ni Qur'ani gani ambayo uko naisoma khatibu iko na utubu? Hapo moja kwa moja hauna Ijumaa. Umisali tu sala kawaida tu, hauna Ijumaa. Lakini hiyo ni sehemu moja ambapo nimetena hapo kwa nafikiri ilikuwa ni nchi ya South Africa. Kongo. Sisemi kwa ubaya, bali nasema kwa masikitiko ya dini,
Mtu anatoka nyumbani kwake eti anaenda kusali Ijumaa, anatia na nia anaenda kusali Ijumaa msikitini, anafika mle muda iko namuonesha khatibu, muda uko wa muda misisi, unatoka tu nyumbani kwako unaenda Ijumaa. Kama ushapigiwa sala hiyo na migodi, ushapigiwa simu, migodi imekuwa ni wewe siku yako kupanda kwenye migodi, wewe unapigiwa simu, unaweza kumuonesha khatibu muda. Khatibu akusaidie nini? Acha khatibu autubu muda wake, wewe tekeleza Ijumaa, sikiliza Ijumaa iishe, toka nenda. Jamani, haya mambo panahitajika dawa ya kutosha. Wengi wanakwambia Misisi ni mji wa business. Nani aliyekwambia kwamba mji wa business hautakiwi ibada? Yangine unamkuta khatibu, ili sani la juzi sasa Ijumaa, hii Ijumaa khatibu iko na utubu. So hiyo naweza wenda iko na hoja fulani, mimi sina elimu ya kuihukumu moja kwa moja. Khatibu iko na utubu. Hapa ndo pako swali ambalo viongozi wa dini watakaposikia clip hii watatupatia mrejesho hata kwenye comment. Khatibu iko na utubu. Yupo mtu mwingine, I don't know kama ni khatibu msaidizi, sijui. Yeye iko na pen na paper, anaandika. Baada ya kijua khatibu alihutubu kwa Kiarabu. Yeye baada kumaliza kutubu kwa Kiarabu, akatoka akaanza kuzungumza yale yaliyokuwa anayaandika kwenye paper. So kwa sababu khatibu anahutubu hutuba ya kwanza. Hutuba kwanza inaisha, khatibu anaikaa chini, yeye naye yuko chini kwenye msala na kiti chake na pepa iko na arabitia kwa Kiingereza alivyovizungumza khatibu. So sina mjadala hapo, wenye elimu watafanya nini? Watatusaidiza hapo. Lakini swali la namba 2 kwenye hii mada, je, mashekhe mtusaidie hapo. Je, inaruhusika, inajuzu khatibu yuko ana utubu, wewe msikitini unaingia msikitini, unaikaa chini and then unaanza kupiga dua zako pale. Je, hii dua yenyewe unapiga hapa pasina taka kukomwaro raka wala nini? Hii dua ambayo inapigiwa hapa na mikono unainua na khatibu iko ana hutubu, je, hii dua hapa inaswi? Kwa hiyo maswali yangu ni mawili kwenye vipengele hivi nilivyoviona Ijumaa. Hii kuandika, kwa sababu tunajua utakachokifanya kinyume na kumsikiliza khatibu anachokihutubu unakuwa hauna Ijumaa. Huyu ambaye alihutubu sio kwamba iko na hutubu alafu pako translator iko pale, hakuna translator, but yeye khatibu anahutubu kwa Kiarabu, anamaliza hutuba ya kwanza, hutuba ya pili si ndo anapanda. Khatibu hajapanda hutuba ya pili, yule ambaye iko anaandika yale maandishi ndo anazungumza. Je, hii anavyoandika hiyo amepatia Ijumaa? Maana iko interese na kuandika. Je, amepatia wala amekosea Ijumaa? Na huyu ambaye ameingia msikitini na kukaa chini, kuinua mikono yake juu na kuanza kuomba dua, hii dua ambaye aliiomba hapa inaswihi kwenye isala, kwenye hutuba ya Ijumaa? Ni hayo tu. Msisahau kushare, kusubscribe na kucomment kwa wingi.
Ni wenu Jafari Mpemba kutoka Ustadh Musa TV.